Wanawake wengi wanalalamika sana katika ndoa kwa kuwa wanataka kuolewa lakini hawataki kutawalika. Wanataka kuwa na uhuru, wafanye watakavyo wenyewe, isivyopatana na mamlaka iliyo juu yao. Katika ndoa kwa muktadha wa Biblia unatakiwa kutii katika kila jambo. Kila jambo, kila jambo. Ni kila jambo. Ni kila jambo. Sasa inakuwaje kila jambo? Biblia imesema kila jambo. Kila jambo. Ndiyo maana kabla hujaolewa naye lazima uwe umegundua, umehakiki, umejua, umethibitisha akili zake zimeenea. Usije baadaye ukasema alikuwa anaimba kwaya. Sawa, kuimba kwaya na kuwa mume wa ni vitu viwili tofauti kabisa. Kwenye kwaya mtu anaweza kuonesha show tu. Amina. Baada imetata anaenda. Wewe unamwona sasa alivyokaa hivyo, unasema huyu kaka wewe. Ndio maana unapaswa kabisa kuwa makini. Unaolewa na mume wa aina gani? Mimi niliona amenipenda. Wewe sio kipepeo bwana. Lazima akili zako ziwe na akili. Anazo sifa za kuwa mume. Maana ukishaolewa tu ni kutii. Mwanamke kabla ya kuamua kuolewa lazima ajiulize, je, mamlaka ninayokwenda kutawaliwa nayo ninaiamini? Kama haiaminiki usijaribu. Lakini niliota nimevaa shera. Wewe, shera sio ndoa. Usiingie kwenye ndoa na mwanamume unayempenda. Ingia kwenye ndoa na mwanamume unayemwamini. Upendo peke yake hautoshi. Najua wengine watasumbuka hapo, lakini bekaa hivyo. Lazima umwamini uwezo wake, uamini uongozi wake, uamini maono yake, una imani naye kabisa kumkabidhi maisha yako.